Sasa mbona unanitolea macho tena Malikia? Hakuna haja ya kutoleana macho tena. Unachelewesha muda bure tu. Umenipa taarifa, nimepokea. Maamuzi yangu ni kwamba kijana achinjwe. Nenda kampe taarifa hii Vuyo, amtoe yule kijana Mliselo, halafu kijana achinjwe. Tashi, mtukufu mfalme. Sasa ya nini hiyo adhabu yote kubwa kumpa kijana wa watu ambaye hajawahi kufanya kosa lolote katika kasiri yetu? Hajawahi kufanya jambo lolote baya. Yule tulimuokota msituni akiwa amepotea njia. Ni kijana mwema, hajawahi kufanya tukio lolote baya. Sasa vipi tumchinje? Vipi kumpa adhabu kubwa kama hiyo? Mimi naona hastahili hayo. Anastahili kipi sasa? Ni adhabu ipi inamfaa? Laiti kama tungeona ishara yoyote ile mbaya kutoka kwake, ama angefanya jambo lolote lile baya katika kasiri yetu, mimi nisingemtetea. Angestahili kabisa kuchinjwa. Lakini kijana wa watu ni mwema mfalme. Hajawahi kufanya kitu chochote kibaya. Toka akamatwe na kuingizwa katika selo yetu. Ni kijana tu, basi mimi nimekuja kusema kwa sababu nimeona siku zinakwenda. Na kijana ni useless. Hana mchongo wote kwenye kasiri yetu. Ndio maana nikaja kukwambia. Lakini si kwa nia ya kwamba eti achinjwe. Tumuonyeshe njia ya kwao, arudi alikotoka. Na kama ni mchunguzi, amekuja kuchunguza mji wetu wa siri na kwenda kutoa taarifa hizi kwa watu wabaya, wakaja kutuvamia. Hata hivyo, atakuwa hajafanikiwa kwa lolote mfalme, kwa sababu tuliwahi kumkamata. Na kama utaruhusu ilo wazo la kumuonyesha njia arudi kwao, basi tutampitisha njia za panya ambazo zitamfanya afike nyumbani akiwa amechoka sana. Hata kuwa na uwezo wa kusimulia chochote kuhusu mji wa siri. Okay, sawa. Basi huyo kijana atolewe na muonyeshe hizo njia za panya. Arudi alikotoka. Vuyo! 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 Nenda kampe kazi hii Vuyo. Mke wangu Bimlole, unajua ile kampuni inataka kutengeneza bifu baya sana na mie. Na kama ni bifu basi mie nitawafanya kitu kibaya, kwa sababu kama ni uchawi mie na uweza. Ukilitimba na uweza. Ukulaani na mie ndo kulaani na kupitiliza. Kutoka Ngazija katikati ya kisiwa. Nitawafanya kitu kibaya, hawataamini. Kwa sababu haiwezekani kijana wangu wamempoteza. Halafu badala ya kufanya hima na kunishirikisha mie, wenyewe wapo lezi. Kama vile yule mtoto mie nimemuokota. Sasa nitawafanya kitu kibaya wale watu mie. Sio wewe tu mme wangu, hata mimi hilo swala limeniuma sana. Limeniuzi kupitiliza. Kwa sababu haiwezekani. Kijana wetu tumempa mafunzo Cuba. Tumelipia mapesa mengi. Hakuna mtu aliyetusaidia upande wa mjomba wala shangazi. Tumehangaika wenyewe. Mtoto karudi hapa akiwa yupo ngangali. Anaenda tunamtafutia kazi kwenye kampuni uchwala. Kampuni yenyewe nao haioni thamani ya mtu kweli. Hivyo na akili timamu wale, mimi kwa kweli nitawafungulia kesi. Kwenda kuwafungulia kesi ni udhaifu mke wangu. Wallahi nakwambia ni udhaifu ulopitiliza, kwa sababu wale watu kwanza wanadharau, wanatuchukulia sema kabwela, hatuna kitu na hatuwezi kufanya lolote lile juu ya mtoto wetu. Sasa kwenda kufungua kesi mapema, maana yake ni kwamba tumewaheshimu. Hilo swala haliwezekani. Wale nitapambana nao kidume, kichawi mpaka watanieleza vizuri mwanangu yu wapi. Na nimewapa siku hizi 2 wamrejeshe mwanangu. Wakishindwa basi watanjua mie Zumbe ni nani. Yaani mimi kwanza naona kuwapa hizo siku 2 umewafanyia hisani sana. Hiyo ni hisani kubwa. Huo ni muda mwingi sana. Wale wa kuwapa masaa 2 au 3 mtoto awe amerejeshwa. Siku 2 zote masaa 48. Kwa kweli sikiliza. Yaani mimi hizo siku sawa, hizo siku 2 sawa, hamna shida. Lakini mtoto wangu asiporudi hizo siku 2, mimi sasa wananiambiaga Bimlole unakabwegele. Sasa ndo nitaenda kuwaonyesha kabwegele kangu sasa live bila chenga. Nitaenda kupinchula kwenye ofisi zao mule kinyesi kila kona. Allied Universal Company Mbui. Allied Universal Company Mbwarara. Mbwiriri. Safi. Sasa nadhani mmeona hapa mzee kaja kutujambisha. Kaja kututindilisha, anamtaka mtoto wake. Na ametupa siku hizi 2 tu. Na namjua vizuri mzee Zumbe, yuko serious yule. Hata tufanya kitu kibaya hapa hatutaamini. Haya nyewe fanyeni tu. Hapa cha msingi hatuna muda wa kupoteza tena. Tujadiliane, tukubaliane kwamba nani aende akamuokoe Shemtoi haraka kabla ya siku 2 hizo kijana awe amesharudi hapa. Aisee kiongozi, mbona tulishakubaliana na tukafikia mwafaka kwamba Sam
tumemchagua wote hapa kwa pamoja kwamba Sam yeye ndio atakwenda kumwokoa yule kijana, kwa sababu Sam yuko very professional, na tayari tushapewa warning na huyu mzee babu huyo, mzee Zumbe, kwamba kijana wake anamtaka ndani ya siku 2 awe amepatikana. Sasa Sam anaweza akalifanya hilo kwa haraka. Wewe umekubaliana na nani Guram? Mwafaka which? Hatujakubaliana hivyo. Hivi nyie, hebu kweni na fikra za kiutu uzima basi. Msije mkafanya maamuzi hapa baadaye yakaja kuwa malawama tu. Hapa kwenye kampuni tuna vijana wawili ambao ni very professional. Shemtoi na huyo Sam Cheupe. Shemtoi ni huyo ambaye amekamatwa huko kusikojulikana. Mnataka kumtuma na Sam naye aende huko ili akakamatwe. Halafu kampuni ibaki na mambumbumbu tupu. Na wauliza ibaki na mambumbumbu tupu? Haya, fikiria tukapata dili la fedha hivi karibuni na watu wote ambao ni very professional mmewatuma huko amekamatwa. Hilo dili anaenda kufanya nani? Hebu kweni na fikra za haraka haraka. Sam ni kijana handsome boy, ni shombe la muhimu kabisa kwenye kampuni hii. Kwa nini asiende Kitundu? Tutampa maelekezo ya kutosha vizuri, maelekezo mazuri na lamani nzuri, ataenda kumtafuta huyo kijana, atampata, atamsaidia. Sam muacheni. Wewe utaangalia bwana kiongozi, maamuzi ya mwisho utafanya wewe, decision. Wewe chochote utakachokisema hicho kitakuwa ni ndio final touch. Mimi nadhani bwana Sam, kwa upande wangu Sam ndo angefaa kwenda kufanya hii kazi. Japo wengine ndio hivyo wanaingizia masuala ya malaya. Mimi tu niwaambie kitu kimoja, kwamba katika vitu ambavyo tutajutia kuvifanya kwenye kampuni hii ni kumtuma Sam Cheupe kwenda kumwokoa Shemtoi. Hali ya kwamba naona kabisa kwamba Sam anaenda kupotea naye huko. Ataenda kupotea kabisa. Kampuni haitakuja kupata kijana shombe handsome boy tulizo la roho kama yule. Bikachala, sasa huko kwenye ushombe ndo unaharibu Bikachala. Baki pale pale kwenye pointi yako kwamba kama tutamtuma huko Sam halafu tukapata dili la fedha nyingi hapa kwenye kampuni, tutakosa kijana mwingine professional wa kumtuma. Hiyo ndio pointi ya msingi. Katika pointi hiyo kwa kweli nimeipokea. Itabidi Kitundu na yule bwana Ngunga yule ndo waende kumsaidia Shemtoi. Samu abaki kwa sababu ya emergency kama hizo za kifedha. Sasa hiyo mimi kama kiongozi wa hii kampuni namchagua Kitundu na Ngunga, watakwenda kwa pamoja kwa kusaidiana kwenda kumsaidia Shemtoi. Ndani ya siku 2 wawe wamemrejesha hapa. Hivi wewe mwanangu Karunde, matatizo yako huwa unamwambia nani mwanangu? Kwa sababu toka juzi na kuona kama una dukuduku, una kitu unataka kuniambia, lakini unasita kuniambia. Unataka kumwambia nani? Mimi ndio msaada wako pekee hapa. Niambie kama una shida au kuna kitu kinakusibu. Hapana mama, wala sio kitu kibaya. Ila toka juzi nilitaka nikwambie tu kwamba mimi kuna mtu nampenda sana. Hivi unajua wewe mtoto ni mjinga, una akili? Wewe ni mtu mzima wewe. Sasa hivyo vitu ni vitu vya kunificha kweli? Unataka kumwambia nani? Babako alishafariki huko. Mtu wa kumuonea aibu kumwambia hivyo vitu ni baba yako, sio mimi. Mimi ni mwanamke mwenzio, najua wewe ushakuwa mkubwa, ni haki yako. Sasa unaogopa nini? Unaogopa nini? Mimi nilishawahi kukufokea kweli wewe mtoto, au unataka kunipa kesi tu za ajabu? Ni nani huyo kwanza? Ni nani? Najua Vuyo huyo. Vuyo huyo? Hapana, sio Vuyo. Sio Vuyo, atakuwa ni nani sasa? Mimi najua Vuyo, mwana mfalme, ndio kipenzi chako cha pekee. Na yeye Vuyo ndo anakupenda wewe kupitiliza. Vuyo ndo mara zote namuona anakuja hapa nyumbani anakuchukua, mnakuwa mnaenda huku mnaenda na kule. Vipi tena? Kuna mwingine zaidi ya Vuyo? Ndiyo mama, yuko mwingine nampenda zaidi ya Vuyo. Vuyo nampenda tu kwa sababu ya yale marimba anayopiga, basi mimi ananifurahisha. Nani? Unampenda nani wewe mtoto ambaye unataka kupoteza bahati ya kupendwa na mwana mfalme? Nani huyo? Si yule kijana ambaye amekamatwa, amepotea njia. Yule kijana aliofungiwa selo. Mimi nampenda sana yule mama. Wewe unantakuntaku? Eti nakuuliza wewe mtoto unantakuntaku? Ushawahi kuona wapi? Yule ni mfungwa. Na yule si ni tofauti kabisa na sisi. Yeye ni binadamu wa kawaida, sisi sio binadamu. Sasa vipi wewe kumpenda mtu ambaye hauna unasaba naye kabisa? Hebu acha upuzwa namna hiyo wewe mtoto. Tuliza upwilu huo. Upwipu utakupoteza wewe mtoto wewe. Hebu acha ujinga. Vuyo ndio kipenzi chako cha pekee. Na mimi ndio ninavyojua kwamba wewe utakuwa princess. Utaolewa na Prince Vuyo. Mimi naitwa Prince Vuyo. Ni mwana mfalme. Nimepewa maagizo haya na baba yangu kwamba nikwambie kijana
kuanzia leo wewe ni mtu huru. Tumeona ni mtu ambaye huna makosa, ila tu ulipotea njia kuja katika mji wetu. Sasa baba yangu kaamuru tukuonyeshe njia ya kurudi makwenu. Hivyo basi utaongozana na mimi kishundu kwa kishundu, mguu kwa mguu, nikakuonyeshe njia ya kurudi makwenu. Okay, nimekushikia, lakini nikwambie pole sana princess. We, huyo ni prince huyo. Sio kwamba nimekosea. Prince kwenu nyie, kwangu mimi huyu ni princess tu. Huko nyuma ya muda sana mjomba, kwa sababu mimi haya mazingira nimeyapenda. The environment is very favorable to me and everything is alright to me, kwa sababu toka nije kuishi hapa mnikamate na kuniweka shelo nimeongezeka kama kilo 5 hivi. Ni ajabu sana, kwa sababu mimi sina mwili wa kunenepa, lakini naona nanenepa. Kwa hiyo mazingira haya yamenipenda. Mimi niko tayari kufungwa jela maisha kwenye hili gereza, niko tayari, lakini kuondoka siko tayari. Si dogo, hauko serious. Unajua baba yangu alishafikia mwafaka wa kukuchinja. Umeona, mama yangu akakuombea msamaha, akasema kwa sababu hajafanya kosa lolote baya kijana, sioni kama kuna haja ya kumpa adhabu kubwa kama hiyo. Tumuonyeshe njia arudi makwao. Sasa naona unaleta utani kwenye hili swala. Hebu kuwa serious basi. Ngoja nikuonyeshe kwamba niko serious. Na sitamani kuondoka kabisa kwenye hili gereza. Sina ratiba ya kuondoka leo wala kesho. Wewe unampiga kofi mwanangu? Unampiga kofi mwana mfalme? Au nimuongeze? Mame.